wengi mpaka chombo chao, nyavu zao zikaanza kukatika. Waliwaita mpaka washirika wao wakabeba, na vyombo vile vikajaa mpaka vinataka kuzama. Maana yake ni nini? Kwamba japo katika kuchoka, lakini waliamua kumwamini Yesu. Waliamua kuliamini lile neno lake, kulitii lile neno lake. Wakaamini ya kwamba ngoja tufanye, maana tumepewa neno na Bwana mkubwa. Kwa hivyo ndivyo Mungu ambavyo anatualika. Anataka ule utii wetu. Utii, ule utii ndio unaoinua ile imani yetu iweze kuleta matunda. Kwa hiyo tusibaki juu juu. Hata yale yasiyowezekana tunatakiwa kuamini kwamba Mungu anaweza katika hayo, na tuweze kutii sauti yake. Tuweze kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Tuweze kutii neno lake. Maana yeye ni Mungu ambaye hawezi kutuacha tukiwa ufukweni na shida zetu, tukiwa ufukweni na mambo yanayotusonga. Lakini ni lazima uamue na ni lazima ulitii neno la Bwana. Kwa hiyo utii ndio ulioleta muujiza wa samaki wengi. Utii ndio ambao uliwafanya wakarudi na baraka badala ya kurudi bila kitu nyumbani. Kwa hiyo sio mazoea yale waliokuwa nayo ya kuvua ndio waliowaletea samaki wengi, hapana. Ilikuwa ni utii wa lile neno la Bwana la kutweka mpaka kilindini. Kwa hiyo imani peke yake haiwezi kufanya kazi kama hakuna utii. Kwa sababu imani bila matendo imekufa. Lazima kuwe na utii wa kitu unachokifanya. Lazima kuwe na kuamini na kutii katika kutenda. Kulitii neno la Mungu kwamba linaniambia hivi. Japo kwamba nina imani kwamba Mungu ataniponya, lakini je, neno lake linaniambia nini? Natakiwa nisimame katika nafasi gani ili kuweza kuisaidia ile imani yangu kupata kile ambacho Mungu anataka nikipate? Kwa hiyo Biblia inasema kwamba waliposhusha nyavu zao, samaki walikuwa wengi, hata nyavu zikaanza kukatika. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu wa kuzidisha. Tunapomwamini na kumtii, yeye huwa anazidisha. Anatuzidishia baraka. Anatuzidishia maisha yenye afya, yenye amani, yenye upendo, yenye furaha. Yeye ni Mungu wa kuzidisha.